chukua mfano huu utakusaidia. Katika kitabu cha waraka wa Wakorintho wa kwanza ile sura ya 4 mstari wa 9, ikiwa ni ufafanuzi wa kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 fungu la 8. Fikiria kwamba Mungu yuko upande huu akiwa na mamlaka yake na malaika wake, lakini pia shetani yuko upande mwingine akiwa pia pamoja na malaika wake, na wewe au maisha yako kwa ujumla yako katikati, na wote hawa katika pande hizi mbili wakileta ushawishi wao kwako, na mwitikio wako ndio utachagua kwamba wewe umemchagua nani. Fikiria kwamba Mungu kupitia watumishi wake anakusisitiza usome Biblia, anakusisitiza uweze kufanya ibada kwa wingi, uwe na maombi, uwe na swala, utende matendo mema ya ukarimu, uwasaidie yatima, usiwachukie watu, uwapende watu, utende matendo yote mema. Lakini pia kwa upande mwingine, shetani na malaika wake wanaleta ushawishi kinyume na ule ambao Mungu anautoa. Badala ya Biblia akikuletea mitandao ya kijamii kama Facebook, akikuletea TikTok na mitandao ambayo itachukua muda wako, lakini pia akikuletea mpira, akikuletea mziki, akikuletea wanawake, akikuletea vipindi vya maigizo, movie, lakini pia akikuletea starehe. Sasa uchaguzi wako ndio ambao utadhihirisha kwamba wewe umemchagua nani kati ya hao katika matendo yako. Unafikiria kwamba ukiipima siku yako moja utagundua nani ambaye ataibuka mshindi kati ya hao wawili? Je, ushawishi wa Mungu utakuwa umefanya kazi kwenye maisha yako au ushawishi wa shetani? Sikiliza, hauitwi mtu wa Mungu kwa kwenda katika nyumba za ibada. Maisha yako ndiyo yanayodhihirisha wewe ni wa nani. Ikiwa shetani anashinda kwa matendo yako ya siku moja, ndiyo atashinda kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka na maisha yako yote mpaka siku ambayo unakwenda kaburini. Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 15 lile fungu la 8, Biblia inasema kwamba watu hawa wananiheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Wengi wanamheshimu mtu kwa mdomo, lakini napozungumzia mioyo wanazungumzia mind, akili yao imejaa mambo hayo ya shetani. Kwa mdomo wanamkiri Mungu, kwa matendo wanamkana. Kwa hiyo ikiwa shetani ataibuka mshindi kwa siku, kwa matendo yako ya siku, ndivyo ambavyo ataibuka mshindi katika safari yako yote ya maisha ya hapa ulimwenguni.